Ibrahimu alijulikana kama baba au baba wa imani, ambaye ni mwanzilishi wa taifa la Israeli, ambao kupitia Mungu alianza kumuita Ibrahimu. Alianza kumuita Ibrahimu aliyekuwa anaabudu miungu, aliyekuwa anaabudu vinyago, anaabudu vitu mbalimbali. Mungu anamuita Ibrahimu, Ibrahimu, anamwambia nifuate, nitakuelekeza sehemu ya kwenda. Na anasema ukinifuata, ukiniamini, nitakufanya kuwa baba wa mataifa. Sasa Mungu anaanza kuandaa wokovu kutokea kwa Ibrahimu. Ibrahimu anaambiwa kwa habari ya wokovu, alafu Ibrahimu anasema anatambua hana uzao. Alafu Mungu anamwambia kupitia uzao wako mataifa yatabarikiwa. Sasa anaanza kujiuliza, inawezekanaje na wakati sina mzao? Wakati Mungu anamuita Ibrahimu, Ibrahimu alikuwa na miaka 75. Mungu anamuita Ibrahimu kabla ilikuwa ni miaka zaidi ya 2000, miaka zaidi kuanzia 1800 hadi 2000, kabla hata Yesu hajazaliwa. Miaka 1800 hadi 2000, hata Yesu bado hajazaliwa. Sasa mwandishi wa kitabu hiki cha Mathayo, ambao ni Mathayo mwenyewe, anaanza kwa Ibrahimu akionyesha kwamba analiambia taifa la Israeli, yule Myahudi anayesoma, kwamba Mungu alianza kumwahidia Ibrahimu ahadi ya kwamba kupitia uzao wako mataifa watabarikiwa. Hiyo habari tunaipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 22. Mwanzo sura ya 22 ile mstari wa 18. Mwanzo sura ya 22 mstari wa 18. Anasema na katika Mwanzo sura ya 22 ni wakati ambapo Mungu anamwambia Ibrahimu kumtoa mwanawe yule wa pekee. Na wasomi wa Biblia wanatuambia kwamba hata kwa wakati Ibrahimu anatoa mwanawe wa pekee, ulikuwa ni unabii wa kwamba Mungu mwenyewe pia atakuja kutoa mwanawe wa pekee kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Mungu anamwambia na Ibrahimu akatii, akaamka asubuhi akaenda akamtoa sadaka. Sasa anapofika katika sura ya 22, Ibrahimu ametii, anatoa hadi anataka kuinua kisu chake kwa ajili ya kumwangamiza yule mtoto. Mungu anamwambia Ibrahimu, acha. Nimetambua sasa, nimejua kwamba unanicha. Ibrahimu alipomwamini Mungu na kumfuata, Mungu anaanza kuahidi baraka. Anamwahidi baraka gani? Kwenye sura ya 22 mstari wa 18 anasema, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia kwa sababu umetii sauti yangu. Kwa hiyo sasa Mathayo anapoanza na Ibrahimu, anaanza kuonyesha kwamba Mungu alisema na jambo na Ibrahimu. Wana wa Israeli wanajua kwamba uzao wa Ibrahimu, katika uzao wa Ibrahimu mataifa watabarikiwa. Ile ahadi, kuna ahadi kwenye taifa la Israeli. Kuna ahadi ambayo ilikuwa imewekwa, Mungu amemwaahidi Ibrahimu. Anaanza kwa kwanza na Ibrahimu, anaanza kutoa uzao wa Ibrahimu. Lakini anaanza kuangalia, je, Isaka ndio mataifa alibarikiwa? Anaanza na Isaka, anakuja Yakobo. Je, Yakobo, kupitia Yakobo mataifa yalibarikiwa? Kumbuka Yakobo alipomaliza kumdanganya baba yake, akakimbia Isaka, akakimbia, aliondoka akaenda kwa Labani, ameenda kwa Labani, mambo yakawa magumu, akaamua kukimbia kwenda, mambo yakawa hali ngumu, ikawa imeenda hali ngumu, njaa ikaongezeka kwenye taifa, anaingia hadi kwenye taifa la Misri wakati wa njaa. Yusufu Mungu amempeleka kule, amemtanguliza ili kuliokoa taifa la Israeli. Bado Yakobo, taifa la Israeli, Yakobo anakuja kubadilisha jina lake kuwa Israeli. Anafika kule katika taifa, mwisho wa siku njaa, baada ya kukaa kule amepata chakula, akawa watumwa. Baada ya miaka 400 wakawa watumwa kule. Je, ndivyo ambavyo Mungu alikuwa ameahidia kwamba atabarikiwa? Watabarikiwaje? Watakwaje baraka na wakati wamekuwa watumwa? Anaanza Yakobo, anasema Yakobo akamzaa Yuda. Yuda anazaliwa, baada Yuda akawa baba, kwamba Yuda alizaliwa, bado Yuda tunaambiwa kwamba Yuda naye alikuwa ni uzao wa Yakobo. Lakini bado Yuda pia aliahidiwa kwamba kupitia kwako anatoka mtawala. Anaendelea anasema kwa Yuda akamzaa Peresi na Zela kwa Tamari. Peresi akamzaa hizo. Hichi ni kizazi chote, mpaka hiki ni kizazi chote tunakiona kipo katika utumwa. Hakuna baraka. Mungu amesema kupitia uzao wako mataifa watafanyaje? Watabarikiwa. Lakini mpaka tunafika hapa, hadi nafika kwenye uzao wa Daudi, bado baraka hazijaonekana, kwa sababu taifa la Israeli bado halijafanyika baraka kwa mataifa. Tunafika katika ukoo, Daudi anafika, anatawazwa. Sasa nataka tunajibu ile swali ambalo lipo kwenye ule mstari wa kwanza. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa nani? Wa Ibrahimu. Tunalijibu swali, kwa nini anasema mwana wa Daudi
mwana wa Ibrahimu. Tumesema kwamba anaanza mwana wa Daudi kwa sababu Mungu alikuwa ameahidi Daudi, alikuwa ameahidi katika Ibrahimu kwamba Mungu atatoa uzao ambao kupitia huo uzao mataifa watabarikiwa. Na tumeona kuanzia mstari wa 2 mpaka mstari wa 4 hadi wakati wa Yese, bado taifa la Israeli halijafanyika kuwa baraka kwa mataifa wengine. Bado taifa la Israeli linapambana, linafanya vita, mambo machafu yanatokea, mambo mbalimbali yanatokea. Bado taifa halijafanyika kuwa baraka. Hakuna uzao katika taifa la Israeli ambao umefanyika kuwa baraka kwa mataifa mengine. Kumbuka, bado Mungu anaiangalia ahadi yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anafika kwa Daudi, mfalme Daudi, Mungu pia akamwaidia Daudi. Kumbuka, Mungu anaendelea kutembea na ahadi yake aliyoanza nayo na Ibrahimu kwamba kupitia uzao wako mataifa watafanyeje? Watajibarikia. Yaweza kuwa sasa hiyo alisema labda Daudi, kupitia Daudi mataifa yatajibarikia, lakini bado Daudi alimwaga damu. Alifanya vita. Mambo makubwa yalikuwa mazito. Yaweza kuwa labda ni Sulemani, lakini Sulemani ikawa sivyo. Lakini kuna ahadi Mungu aliahidi na Daudi. Mambo ya Nyakati ya kwanza ile sura ya 17. Ahadi ya Mungu bado inaonekana kama uzao wa Ibrahim bado hujafanyika baraka kwa mataifa. Lakini Mungu anatimiza, ni Mungu anayetimiza ahadi. Na ndio somo letu. Mungu anayetimiza ahadi. Mungu anayetimiza ahadi. Ahadi iliahidiwa kwa Ibrahimu, lakini sasa imefika ahadi kwa Daudi. Tumeambiwa vizazi vingapi? 14. Vizazi 14, bado ahadi haijatimia. Haleluya. Lakini bado Mungu huyo anamwaidia pia Daudi. Alimwaidia kitu gani? Mambo ya Nyakati ya kwanza, nataka tusome hiyo. Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 17 na mstari wa 11 hadi wa 15. Mungu amemtawaza Daudi kuwa mfalme, lakini Daudi anaondoka. Anawaza. Daudi amekuwa ni mtu ambaye Mungu alisema kwamba mtu anayependeza moyo wangu. Anaanza kuwaza kwa habari ya ufalme utakavyo. Mungu anamwaidia kitu ambacho ni cha pekee sana. Anamwambia hata katika Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 17 na mstari wa 11 hadi wa 15. Hata itakuwa siku zako zitakapotimia, uende na babazo, manake utakufa. Nitainua mzao. Anasema hivi, nitainua mzao wako nyuma yako, atakaye kuwa na wa wana wako. Huyu mzao atakuwa wa wana wako. Atatokana na watoto wako, wa wana wako. Atatokana na uzao wako. Anaendelea anasema kwamba wana wako, nami nitaufanya imara ufalme wake. Anasema sasa huyu nitafanya imara ufalme wako. Anasema nimependezwa na wewe Daudi. Lakini nataka nikwambie, maana Daudi aliwaza kumjengea Mungu hekalu. Alafu Mungu akamwambia nimependezwa. Tangu zamani sijakaa katika mahekalu. Hakuna mtu ambaye aliwaza kunijengea mimi hekalu. Lakini akasema kupitia uzao wako. Akaanza kumwaidia vitu vizito. Akaanza kuahidi kwamba Sulemani atakayejenga hekalu. Lakini akasema kwamba ndani ya uzao wao kuna mfalme atatokea. Mfalme gani huyu? Anasema mstari wa 12, yeye ndiye atakayenijengea nyumba. Lakini anasema hata tu huyu, anasema huyu ndiye atakayenijengea nyumba. Nyumba gani? Anasema nami nitakifanya imara kiti cha enzi cha ufalme wake milele. Huyu mtu atanijengea nyumba, lakini si tu hivyo, atanijengea ufalme wake, utakuwa ni ufalme wa milele. Ukisoma kwenye historia ya Israeli, ni mfalme gani aliyekaa milele? Sulemani alikufa. Lakini Sulemani ndiye alijenga hekalu, lakini je, alikaa milele? Hakukaa milele. Lakini anasema huyu ndo atakayenijengea nyumba. Maana yake alikuwa azungumzi nyumba kama ambayo tunaweza tukaielewa. Lakini huyu ndiye atakaye ufalme wake utakaa milele. Anaendelea anasema, nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu. Wala sitamuondolea fadhili zangu kama nilivyomuondolea yeye aliyekuwa kabla yako, yani Sauli. Mstari wa 14, ila nitamstarehesha katika nyumba yangu na katika ufalme wangu milele, na kiti chake cha enzi kitathibitishwa milele. Maana yake ufalme wake, kiti chake cha enzi kitathibitishwa milele. Na mstari wa 15, kwa maneno hayo yote na kwa maono hayo yote ndivyo Nathan alivyonena na Daudi. Nabii Nathan anamwambia Daudi, kuna ufalme unatoka katikati ya wana wako. Ufalme huu ndio utakaonijengea nyumba. Na kiti chake cha enzi cha huyu mfalme kitakuwa ni cha milele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mathayo anaanza kuonyesha baada ya mfalme Daudi kuna wafalme waliofuata. Kuna wafalme waliofuata. Tunaambiwa Sulemani akamzaa Rehoboamu. Sulemani akawa mfalme, akaja Rehoboamu mtoto wake. Maana yake ufalme wa kudumu. Sulemani ndiye aliyejenga hekalu.
Kajenga hekalu la kwanza, lakini ufalme haukudumu. Anaendelea Rehoboamu, Abiya akafuata, akamzaa Asa, akamzaa Yoshafati, Yoshafati akamzaa Yoramu, Yoramu akamzaa Uzia. Pamoja na mazuri yote ambayo waliyofanya hao wafalme na pamoja na machafu yote yaliyotokea, lakini hakukuwa na ufalme ambao ulitimiza ile ahadi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa Mathayo anaanza kuonyesha kwamba Mungu anatimiza ahadi ya mfalme Daudi na anatimiza ahadi ya baba yetu Ibrahimu, ambaye aliahidiwa kwamba katika uzao wako mataifa yatabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tunakuja tunaangalia sasa. Kwa hiyo anaanza Ibrahimu akamzaa, bado ahadi haijatimia. Anakuja kwa Daudi, mfalme ambaye aliahidiwa kwamba katika wana wako utatokea ufalme wako utakuwa wa milele. Kiti cha enzi kitathibitishwa, naye atanijengea nyumba. Unakumbuka Yesu alichosema kwamba nitalibomoa ile hekalu, nitalijenga ndani ya siku ngapi? Alafu Yohana akasema alikuwa anazungumza kwa habari ya hekalu ambao ni mwili wake. Manake mwili wake ndio atakao tujengea, ambao utakuwa ni hekalu linalodumu milele. Manake Yesu amefanyika kuwa ni hekalu. Sasa hivi hekalu ambao linadumu milele, yeye ndiye jengo ambao linakaa milele. Lakini si tu hivyo, ufalme wake unadumu milele. Hata katika imani ya mitume tunasema kwamba namwamini Mungu wa Mwenyezi, Mungu wa mbingu na nchi. Ule mwishoni anasema kwamba na kule mwishoni anasema tunamwamini Bwana yule Yesu Kristo kama mwanake pekee ambaye ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Manake amekaa kwenye kiti cha enzi. Manake anakaa kule milele kwa sababu yeye hazuiliwi na kifo, maana alishinda kifo. Manake yeye adumu milele. Kwenye Waebrania anasema amefananishwa na mfalme Melkizedeki. Amefananishwa na kuhani wa Melkizedeki, ukuhani wa milele. Maana yeye hafi, ameshinda kifo na anatawala milele. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Kwa hiyo Mathayo alipokuwa anawaandikia ndugu zake Wayahudi walikuwa wanajua kwamba kuna mfalme ameahidiwa. Kuna mfalme wa milele ameahidiwa, ambaye ufalme wake hautakuwa na mipaka, hautakuwa na mwisho. Na ukisoma katika Danieli, aliahidiwa ufalme ambao dunia utajaa. Kwenye kusoma ile ndoto ya Nebukadreza, ile Danieli sura ya 2, ambao Nebukadreza aliota ndoto ufalme kwamba ufalme wake nani, mtu ile sanamu likubwa limesimama, ambapo kichwa kilikuwa ni dhahabu hadi kifuani, alafu inafuata shaba, inafuata fedha, alafu inafuata chuma, na vitu na chuma na udongo vimechanganyikana, na hizo tawala ambazo zimekuja katika dunia. Anazungumza kwa habari hizo tawala zilikuja zikapita, alafu likatokea jiwe ambalo litaiponda tawala ile ya mwisho. Na itakapoiponda ile jiwe litajaa dunia nzima. Ambayo ile jiwe ndio Yesu, ambaye ndiye jiwe kula pembeni, ambayo ufalme wake utatawala dunia nzima, utaenea dunia nzima. Na anasema ufalme huu hautakuwa na mwisho. Ufalme huu utakuwa ni wa milele na milele. Sasa Mathayo, tutakuja kuangalia huu nabii unavyotibiwa kwa Mathayo kuja kuelezea. Lakini nataka nikuonyeshe kwamba Mathayo anaanza kueleza kwamba Yesu, sasa unaanza kuelewa sasa kwa nini Mathayo anaanza kusema kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini anasema mwana wa Daudi? Maana yake anasema huyu ndiye mfalme, huyu ndiye mwana wa Daudi, ambaye Daudi alikuwa ameahidiwa kwamba kutokea kwako atatokea mtawala, atatokea mfalme ambaye kiti chake cha enzi kitasimama milele. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema mwana wa Ibrahimu. Kwa nini anazungumza kwa habari ya mwana wa Ibrahimu? Anasema kupitia huyu ndiye mataifa, ndiye mzao yule aliyeahidiwa kwamba kupitia Yesu, kupitia mzao wako Ibrahimu, mataifa watabarikiwa. Wale ambao hawamjui Mungu watamjua Mungu kupitia mzao wako Ibrahimu. Anasema sasa, Mathayo anasema yule aliyeahidiwa na Daudi, yule aliyeahidiwa kwa Ibrahimu ndiye Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini asingekomea pale? Anakuja kueleza hadi habari ya uhamisho wa Babeli. Ni kama vile ahadi ilikuwa imepotea.
taifa limechukuliwa mateka kwa sababu ya dhambi. Wafalme walianza kutenda dhambi, wakasababisha hadi taifa likatenda dhambi, wakachukuliwa mateka, wakaenda uhamishoni Babeli. Wameenda uhamishoni Babeli, bado Mungu anaiangalia ahadi yake. Ilionekana kama ahadi ya Mungu imeshindwa. Ilionekana kama vile Mungu hawezi kuitimiza ahadi yake. Ameanza kuahidi tangu zamani. Ameahidi tangu zamani, lakini kama bado ahadi haijatimia. Nimekwambia tumeangalia kuanzia Ibrahimu mpaka hadi Yesu anakuja kuzaliwa. Ni vizazi tumesema 50 na ngapi? 52. Sasa fikiria vizazi 52. Maana yake ni kwamba ni takribani zaidi ya miaka 2000. Ahadi imetamkwa, atatokea katika uzao wako mataifa yatabarikiwa. Miaka hiyo yote taifa la Israeli, uzao wa Ibrahimu, hakuna uzao wote ambao umefanyika kuwa baraka kwa mataifa. Hakuna uzao wowote kwenye uzao wa Ibrahimu ambayo kupitia huo uzao mataifa wamebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema hapa mstari wa 16. Zimeruka haya mengine. Mstari wa 16. Yakobo akamzaa Yusufu mmewe Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Sasa anasema kwamba hawa wote wamepita, waliopo katikati. Tumekuja kumwona sasa Yesu anatokea katika huko. Na kwa nini amemtaja Yesu? Na amemtaja Yusufu. Hajamtaja Mariamu. Mariamu ametajwa kwenye nani? Kwenye Luka ametaja ukoo wa Yesu kuanzia upande wa Mariamu. Lakini Mathayo ametaja Yesu ukoo kupitia ukoo wa nani? Wa Yusufu. Kwa nini amezungumza kupitia ukoo wa Yusufu? Kwa sababu Wayahudi walikuwa wanaamini uzao ni wa mwanaume. Na Biblia inapozungumza hata uzao ni wa mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yusufu ndo ametambuliwa hapa, lakini bado Yusufu anaonekana yupo kwenye kwenye hiyo bado anatembea kwenye hiyo nafasi. Bado yuko kwenye ile ahadi ambayo Mungu alikuwa amemwahidia Ibrahimu na amemwahidia Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumeangalia kwa undani hiki ambavyo mistari ya. Naamini sasa ukienda kwa unasoma utakuwa unaelewa. Sasa kuta wengine wakishakuwa wanasema, Yakobo akamzaa nini? Nani akamzaa ndugu zake? Yuda akamzaa Peresi. Zera akaanza kujiuliza, kwa nini sasa ameandika haya yote? Anaandika haya yote kuonyesha kwamba huyu Yesu aliyeahidiwa, huyu Yesu aliyekuja, hakuja tu kawaida, amekuja kwa sababu ni ahadi ya vizazi hadi vizazi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unaweza kuona Mungu kama vile hajatimiza ahadi. Unajua wakati mwingine tunatamani tumuone Mungu anafanya kazi haraka kama vile sisi wanadamu tunavyopenda. Wakati mwingine tunatamani tuone Mungu akishasema tu hapo ametenda. Lakini imemchukua zaidi ya miaka 2000 aliyesema kupitia uzao. Ibrahimu alikufa, hajaona taifa lake limekuwa baraka kwa mataifa mengine. Alikufa, ahadi bado haijatimia. Isaka alikufa, bado ahadi haijatimia. Miaka ikapita, miaka 2000 imepita, ahadi bado haijatimia. Ila alisema kupitia mzao wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuta sasa ingine sasa inawezekanaje? Miaka imepita. Kumbuka hata alipokuwa anaidiwa mtoto, ilipita miaka 25 ndio anakuja kupatia mtoto. Ameaidiwa na miaka 75 anapata baada ya miaka 70 miaka 25 ndio anapatikana mtoto. Haleluya. Amen. Je, unaweza kumwamini Mungu hata pale ahadi zake zinaonekana kuchelewa? Je, tunaweza kumwamini Mungu hata wakati ambapo hatumuelewi kwamba anatimizaje hizi nyakati ambazo tunakutana nazo? Ni kama vile Mungu alikuwa amesahau ahadi yake. Lakini Mathayo anaambia watu wake kwamba Yesu ndiye uzao wenyewe ambao kupitia yeye mataifa yatabarikiwa. Kupitia huyu Ibrahimu mataifa yatabarikiwa. Na tunaambiwa habari za Daudi kwamba huyu ndiye mfalme. Maana tunaona kwamba Yesu ni mfalme na ni mwokozi wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mfalme kupitia Daudi. Ukisikia Yesu mwana wa Daudi, kuna kitu kinazungumzwa. Usizani tu kwamba anazungumza. Kuna kitu walikuwa wanajua kwamba kuna ahadi katika ufalme wa Daudi. Haleluya. Sasa swali ambalo nataka tuulizane tunapoenda kumaliza. Kwa nini ni vigumu kumwamini Yesu? Leo kwa nini watu wanakuwa ni vigumu kumwamini Yesu?
Pamoja na haya yote ambayo Mathayo anatuelezea, kwa nini imekuwa watu ni vigumu kumwamini Yesu? Jambo la kwanza, leo watu wanamuona Yesu labda kama mwanadamu kwa kawaida, kama wanadamu wengine. Kumbuka hata wana wa Israeli wanaambiwa huyu ni ndugu yao, huyu ni Myahudi mwenzao, ni mmoja wa taifa la Israeli. Kumbuka maandiko yanatuambia alikuja kwa walio wake, na walio wake ndio waliofanyeje? Walimkataa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Maana yake walio wake walimkataa. Wayahudi ndio waliomkataa. Na kumbuka Wayahudi ndio waliomsulubisha Yesu. Japo watu wengine wakaanza kwa hukumu, kwa nini Wayahudi walimsulubisha Yesu? Mpaka hadi kuna watu wengine waliingia mapiganoni ili kuwaua Wayahudi kwa sababu walimsulubisha Yesu. Lakini sio hivyo. Iliruhusiwa hivyo kwa sababu walikuwa wanatimiza unabii. Kwa sababu alikuja kwa walio wake walimkataa. Lakini walipomkataa Wayahudi, nataka nikwambie hivi, leo hii wanaomwamini Yesu ni wengi kuliko hata Wayahudi wenyewe. Manake ile ahadi ya mataifa kubarikiwa. Leo kuna watu wakisema wakaenda, kuna mtu mmoja anasema, ukienda sasa hivi taifa la Israeli zakuta ni Wakristo. Kaambia ndugu zangu, taifa la Israeli Wakristo ni wachache sana. Ni wadogo mno. Wengi ni dini nyingine. Lakini kwa sababu gani? Yesu alifanyika ndiye ahadi ya baba kwa Ibrahimu kwamba katika uzao wako mataifa watamjua Mungu. Mataifa watabarikiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Yesu alikuwa ni ahadi. Ukisoma Biblia, ili agano lote la kale. Kuna mtu mmoja akawa anauliza, kama sisi tuko kwenye agano jipya, kwa nini tunafuata agano? Kwa nini tuna vitabu vya agano la kale? Agano la kale ndio linamfunua Yesu. Agano la kale limeanza kumuelezea Yesu. Ndio maana ukisoma, kama wewe ni msomaji mzuri wa Biblia, ukiangalia huu ukoo wa Yesu, ni habari za agano la kale tangu mwanzo mpaka Maraki. Anazungumza tu habari za Yesu. Kuna Yesu anatajwa, kuna Yesu anatafutwa. Kuna Yesu anatafuta, kuna Mwokozi anayekuja, kuna mzao ambaye kupitia yeye mataifa atabarikiwa.